Hello farmers. Ungependa kuwa milionea kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji? Wow. Relax. Inawezekana. Leo nitaenda kukupa hatua 8 rahisi ambazo ukizifuata zitakuwezesha kuweza kufikia lengo lako la kuwa milionea kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji. Nakushauri, chukua kiti, angalia video hii mwanzo mpaka mwisho. Na mwisho wa video nimekuwekea hesabu rahisi itakayokuonyesha ni kwa namna gani unaweza ukafikia lengo lako la kuwa milionea kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji. Naitwa Moses Timothy, your passionate farmer. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na wenzio. Katika jukwaa hili utaenda kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na ufugaji wa kuku kibiashara. Usiondoke, angalia video hii mwanzo mpaka mwisho. Kuwa milionea kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji ndani ya mwaka mmoja ni kitu ambacho kinawezekana. Ni kigumu, lakini ni kitu ambacho kinawezekana. Kinahitaji mbinu za kiufundi, mipango madhubuti pamoja na jitihada kubwa. Kwa hiyo hapa nimekuwekea njia 8 ambazo ukizifuatilia zitaweza kukusaidia kuweza kufikia lengo lako la kuwa milionea kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji ndani ya mwaka mmoja. Hapa tumeweka vitu vyote vingine constant. Tunaassume kwamba kila kitu uko vizuri. Unauelewa kuhusiana na masuala ya ufugaji wa kuku, unajua mbinu mbalimbali za ufugaji wa kuku. Kwa hiyo katika hizi njia 8 hazitakuwa na technical skills zozote. Ni mikakati tu ya kibiashara ambayo itaweza kusaidia ili kuweza kufikia lengo lako la kuwa milionea kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji. Jambo la kwanza ambalo tunaenda kuliangalia ni idadi pamoja na aina ya kuku. Hiki ni kipengele cha kwanza na cha msingi kabisa kuzingatia, kwani idadi ya kuku ina vipengele viwili vikubwa. Kipengele cha kwanza ni mbegu bora. Watakuwa na uzalishaji mkubwa wa mayai pamoja na nyama, watakuwa na ukuaji mzuri, lakini kitu cha tatu, wana uwezo wa kustahimili magonjwa. Kwa hiyo hivi vipengele vitatu vitaweza kukusaidia kuweza mradi wako kuwa stable. Utakapochagua mbegu nzuri itaweza kusaidia mradi wako kuwa stable. Kipengele cha pili, unatakiwa uangalie idadi ya kuku. Idadi, kwa nini idadi? Hiyo kitu pekee ambacho kitaweza kukupa uzalishaji wako. Hii nimekuwa nikiliongea mara kadhaa, na kuna video kama hujaiona nitakuwekea linki hapo chini kwenye video hii uweze kuangalia. Nimeelezea kwa kina ni idadi gani ya kuku itakuwa ina maana kibiashara, lakini kwa somo hili hapa nakushauri uanze na kuku 200. Kwa hiyo katika eneo la idadi na aina ya kuku nakushauri uwe na mbegu ambayo ni bora, mbegu ambayo inastahimili magonjwa, inakuwa kwa haraka lakini ina uzalishaji mzuri. Lakini kuku nakushauri uanze na minimum, kiwango cha chini uanze na kuku 200. Hivi vyote vitaenda kusaidia kuweza mifugo yako kuweza kukupa uzalishaji mzuri. Eneo la pili ambalo tunaliangalia ni kupanga masoko kabla ya kuanza. Kabla hujaanza ni lazima ujue masoko yako. Tafuta masoko yenye mahitaji makubwa ya mayai, nyama pamoja na bidhaa zingine za ufugaji wa kuku. Kwa hiyo utakapokuwa na soko kubwa ni utahakikisha bidhaa yako yote utakayoizalisha basi yote utaenda kuiuza. Kwa hiyo unatakiwa utafute masoko makubwa. Panga masoko yako kabla ya kuanza mradi wako. Uwe na masoko makubwa. Tafuta mahoteli, tafuta mashule, tafuta maduka makubwa kama supermarkets na kadhalika. Kwa hiyo itakuhakikishia bidhaa yako yote utakayoenda kuizalisha utaenda kuiuza. Lakini eneo la pili, unatakiwa ufanye tafiti ya bei ya bidhaa mbalimbali za kuku. Kwa mfano, ujue mayai ya kuku wa kienyeji katika eneo lako yanauzwaje, yanauzwa kwa kiwango gani. Ukishajua gharama ya bidhaa kama kuku wanauzwaje, mayai yanauzwaje, hiyo itakusaidia kuweza kupanga bei yako ili usiweze kutofautiana na soko. Kwa hiyo unatakiwa ujue soko lako lina ukubwa wa kiasi gani na lipo eneo gani, watafute na uweze kujua wananunua hizo bidhaa kwa kiwango gani. Eneo la tatu, unatakiwa uboreshe lishe. Zingatia lishe ya ile mifugo. Wape kuku wako lishe bora yenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali. Vina wanga, vina protini, madini, vina vitamins pamoja na virutubisho vingine
vingi. Hii zote zitakusaidia kuweza kuongeza uzalishaji wako na kuwajengea kinga bora mifugo yako. Na pili, zingatia kuwapa vitu vya asili. Utakapowapa vitu vya asili kama mitishamba kama aloe vera pamoja na majani ya mipapai, mboga mboga, hivi vyote vitaweza kuongeza vitamins na vitaweza kuboost immunity. Kwa hiyo mifugo yako itakuwa ina kinga kubwa. Eneo la 4 ambalo tunaenda kuliangalia, anza kuzalisha vifaranga. Tumeona huku utakuwa unazalisha mayai, unazalisha nyama, tayari unajua soko lako liko wapi, lishe zao ziko vizuri, lakini zingatia kuzalisha vifaranga. Tumia uvunaji wa mayai kwa wingi. Vuna mayai kwa wingi, nenda kaweke kwenye incubator kutumia mashine za kutotoleshea ili uweze kuzalisha vifaranga vya wingi. Lakini pili, vifaranga vyako viuze vyenye wiki 1 hadi mwezi mmoja, wiki 1 mpaka 4. Vifaranga vyenye wiki 1 mpaka 4 ni vifaranga ambavyo unaweza ukaviuza kwa bei kubwa, na bei yake ina range kuanzia 2,500 mpaka shilingi 5,000. Kwa hiyo ukiwa unazalisha vifaranga kwa wingi, basi hiyo itakusaidia kuweza kuongeza kipato chako katika mradi wako. Hapa vyote vinalenga kuweza kuongeza products. Hii zinakupa wigo mpana. Ndio uzuri wa kuwa unafuga kuku wa kienyeji. Unakuwa na wigo mpana wa kuweza kufanya mambo mengi. Unaweza ukauza mayai, unaweza ukauza vifaranga, unaweza ukauza mbolea, unaweza ukauza kuku, na kuku wake wote wana fetch for premium prices. Hata mayai yao pia yanakuwa yana bei kubwa. Kwa maana hiyo, kuku wa kienyeji wanakupa wigo mpana wa kibiashara. Unaweza ukafanya biashara kwa wigo mpana, haijabanwa katika eneo moja. Eneo la 5 ambalo tunaenda kuliangalia ni kuongeza thamani ya bidhaa zako. Hivi vitu vyote tunavyoviongelea, yani tunaongelea hivi vitu vyote kama nilivyowaambia awali, tunaongelea ni ule fikra ya kibiashara, ni mindset ya kibiashara, kwamba unapokuwa unafanya biashara au mradi wako wa kuku, uwaze kibiashara. Kwa hiyo utakapoongeza thamani, unaongeza thamani. Kwa mfano, utaanza kupaki mayai na zile nyama, utayapeleka sokoni, kwenye masoko makubwa. Kwa mfano, kwenye supermarkets tunaenda tunaona packages za product mbalimbali. Siwezi kuzitaja hapa, nafikiri wote mnafahamu. Mnaenda kwenye maduka makubwa, wanasafirisha bidhaa zao na tunaziona nchi nzima. Kwa hiyo utakapoongeza thamani, basi utaweza kufikia zile premium markets, masoko yenye thamani ya juu, na huko ndipo ambapo utaingiza hizi millions ambazo tunaziongelea sasa hivi. Huko ndio utakapoingiza kipato kikubwa ambacho tunakiongelea sasa hivi. Kwa hiyo fikiria kuongeza thamani, upaki. Lakini kitu kingine, weka chapa ama brand kwenye products zako. Kuwa na chapa kwenye biashara yako. Yamkini umejua JM Farm, hii ni brand. This is brand. Umejua JM Farm kupitia chapa zetu ambazo tunazo. Kwa hiyo weka chapa kwenye thamani. Hii itakurahisishia kuweza kutambulika kwenye masoko makubwa. Kwa mfano, mtu anaweza akaenda sokoni akaenda kutafuta JM Chicks, vifaranga kutoka JM. Akifika pale, kama hatuna chapa au brand yoyote, mtu hawezi kujua. Tunapeleka mayai kwenye supermarkets, mtu hajui brand yetu ikoje, hajui chapa yetu, hajui. Kwa hiyo hawezi kutununua sisi, lakini anaweza katununua pale tu tutakapoweka alama, tutakapoweka chapa ama brandi kwenye bidhaa zetu. Kwa hiyo tuna mambo makubwa mawili katika kuongeza thamani. Kwanza tuanze kupaki vile vitu, lakini cha pili tuweze kuweka chapa au tuweke brandi. Kitu cha 6 ambacho tunatakiwa tukifanya ni kupunguza gharama za uendeshaji. Faida zetu nyingi zinaliwa na gharama za uendeshaji. Kwa mfano, gharama za chakula, gharama za ujenzi wa mabanda. Jaribu kufanya vitu vyako at very minimum. Lakini kitu kingine, ongeza wigo wa biashara yako. Usifikirie mayai na nyama tu. Fikiria katika broad spectrum. Ufikiria katika mayai, ufikiria katika nyama, ufikiria katika mbolea, ufikiria katika YouTube. Hizo zote ni platforms ambazo zinaweza zikakuongezea masoko yako, pia zikakusaidia kuweza kupunguza gharama. Hivyo vyote unaweza ukaviuza na ukaweza kupunguza gharama. Lakini kitu cha 7 ambacho tunatakiwa tukifanye ni kuanza kukuza biashara. Fikiria kukuza biashara. Hii biashara yako umeshaifanya, umeiendesha labda na hao kuku 200 mpaka umefikisha miezi 6 mpaka miezi 8. Ukifikisha kati ya miezi 6 mpaka 8, ongeza idadi ya kuku. Huku tayari una incubator, unazalisha vifaranga. Ongeza idadi ya kuku mpaka zaidi ya 500. Kwa hiyo kitu cha 7, unatakiwa upanue biashara yako. Uanze kufikiria kuipanua biashara, kwa sababu always numbers ndio zina beat the odds.
huwezi ukafanikiwa kama unadili na namba ndogo ndogo. Namba kubwa, mfanyabiashara mmoja niliona alikuwa anaongelea anasafirisha mayai kwenda Mauritius, kwenda Juba, kwenda South Sudan, kote huko anapeleka mayai. Alikuwa anaingiza a lot of money. Kwa hiyo kuwa na mindset hiyo ya kuanza hapo ulipo, lakini uanze kuanza kutanua. Kwa hiyo tanua biashara yako, ongeza idadi ya kuku. Lakini hapo tulishaongelea pia uongeze na wigo wa products. Uza kila kitu ambacho kinawezekana kukiuza kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji, kiuze. Kwa hiyo ukifanikiwa katika hili hapo, basi utakuwa umeweza kutanua biashara yako. Lengo kubwa, tunalenga ku-earn kiwango kikubwa cha fedha. Tunalenga kuingiza kiwango kikubwa cha fedha kupitia hii miradi. Kwa hiyo kitu cha mwisho ambacho tunaenda kukiongelea katika siku ya leo, ambacho kitaweza kutusaidia sasa kuweza kukuza mradi wetu wa ufugaji wa kuku kibiashara, ni unatakiwa kufanya masoko kidijitali. Wote tumejuana sasa hivi kupitia platform za kidijitali. Tumejuana kupitia YouTube, tumejuana kupitia Instagram, tumejuana kupitia Facebook, tumejuana kupitia X, pamoja na platform zingine za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo siku zote kuwa na akaunti maalum ya kibiashara kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Wekeza fedha katika mitandao ya kijamii. Hiyo itakusaidia kuweza kufikia soko kubwa na itakusaidia kuweza kuuza bidhaa zako. Kwa hiyo mambo haya yote 8 tuliyoyajadili, tumejadili mambo 8. Tumejadili aina pamoja na idadi ya kuku, tumejadili unatakiwa upange masoko kabla ya kuanza, kuboresha lishe ya kuku, uzalishaji wa vifaranga. Jambo la 5 tulioongelea kuongeza thamani. Jambo la 6 ni kupunguza gharama, ongelea kupanua biashara. Jambo la mwisho la 8 tumeongelea kuhusiana na kufanya masoko kidijitali. Kwa haya mambo yote 8 tulioyajadili hapa ni mambo ambayo yatakuhakikishia utaweza kuwa na uzalishaji mkubwa wa bidhaa, lakini pili itaweza kusaidia pia kuweza kuhakikisha zile bidhaa zote unaziuza na kuweza kuingiza kipato kikubwa. Eneo la pili ni lile ambalo tulisema tutaenda kufanya hesabu rahisi ambayo itaweza kutusaidia kuweza kufikia lile lengo letu kwa milionea kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji. Tunaashumu ulianza na kuku 200. Katika hao kuku 200, basi kwa kila siku ambayo utakuwa unapata ni kuku 180 kila siku watakuwa wanataga. Kwa hiyo unapata mayai 180 kwa siku. Ukipiga kwa mwezi mmoja itakuwa ni mayai 5,400. Katika mayai 5,400, bei ya soko kwa mayai ya kuku wa kienyeji ni shilingi 500. Kwa hiyo ukipiga 5,400 mara 500 utapata ni 2,207,000. Kwa hiyo utakuwa na uhakika kupitia mayai utaingiza 2,207,000 kila mwezi. Eneo la pili ni kupitia vifaranga. Tuashumu una incubator ya mayai ambayo itakuwa inakupa vifaranga 500 kila mwezi. Katika vifaranga 500, ukiweza kuzalisha vifaranga 500 kila mwezi, kwa vifaranga kimoja ukauza kuanzia kati ya shilingi 2,000 mpaka shilingi 5,000. Kwa hiyo tupige kwa kiwango cha chini tu ambacho ni shilingi 2,000, basi utakuwa na uhakika kutengeneza 1,000,000 kila mwezi. Kwa hiyo katika hiyo 1,000,000 kila mwezi, ukijumlisha na 1,000,000 ya vifaranga kila mwezi, ukajumlisha na 2,207,000 ya mayai kila mwezi, hapo utakuwa umepata 3,307,000. Hiyo ni hela ya kupitia vifaranga pamoja na mayai. Tumeachana na nyama kwa sababu najua occasionally kipindi cha sikukuu zile utakuwa unauza nyama, unauza kuku kwa ajili ya nyama. Kama tulivyoangalia katika upande wa vifaranga utaweza kuingiza 1,000,000 kwa kila mwezi. Lakini katika upande wa mayai utaweza kuingiza 2,207,000 kila mwezi. Kwa hiyo ukitoa gharama za uendeshaji, hapo tuna uhakika itakuwa una zaidi ya 2,250,000 kwa kila mwezi. Kwa hiyo ukipiga gharama pesa hii kwa mwaka mzima, ni kiwango ambacho kitakuwa ni kikubwa na mwisho wa siku itakuwa kina maana kibiashara. Na utakapokuwa unairudisha ile fedha kwenye mradi wako, basi itaweza kukuhakikishia kwamba mradi wako utakuwa haraka na kujoin team millionaire. Lakini mambo haya utaweza kuyafikia ni kama uko na nidhamu, utakuwa na uvumilivu, usimamizi mzuri pamoja na jitihada. Ukiwa na nidhamu katika masuala ya fedha, ukiwa na usimamizi mzuri katika maeneo yote, hii itaweza kukusaidia kuweza kufikia lengo lako la kuwa milionea. Karibu sana katika team millionaire. Zingatia hatua hizi 8, zifanye kwa usahihi na kwa nidhamu kubwa, na kuhakikishia utaweza kufikia lengo la kuwa milionea kupitia ufugaji wa kuku wa kienyeji. Kama umeangalia video hii mpaka mwisho,
Hongera sana na karibu katika Team Millionaire. Usisahau kusubscribe, kushare na wenzio ili tuweze kujifunza na kukuza familia yetu ya JM Farm. Ni sehemu pekee ambapo tutakuwa tunajifunza ufugaji wa kuku kibiashara. Kuku ni pesa, kuku ni biashara. Tukutane katika video nyingine. Bye bye.